Bana kuna issue moja hivi tukiangalia kwenye upande wa watu tuzungumze kwenye upande wa watu ambao wanapo display Mungu. Kwa ambavyo tumeaminishwa kwamba Afrika zamani ilikuwa imwamini Mungu. Ndio. Lakini sasa kwenye upande wa dini, ngoja niweke huko na kofia yangu vizuri naona. Kuja vizuri Katika ulimwengu kwa mambo ya dini, wewe kama ni Mkristo, ukipiga goti ukasema unasali. Ni picha gani ambayo wewe inakuijia kuhusu Mungu? Atakujia Mungu mzungu. Na pia tukienda pia kwa Waislamu. Ukipiga goti ukaona unasujudu, ni picha gani inayokuitia Mungu? Unaona Mungu Mwarabu. Mimi nataka nipiga goti nikasali, nimuone Yesu black kama ambavyo ilivyo reality. Sasa mimi nataka nirudishe hiyo subconscious mind. Inaweza kuchukua muda. Umeenda mbali sana, lakini by the way in short iko hivi. Kwa mimi ninavyoelewa, unajua sio kwamba sisi tulikuwa tuamini Mungu au Afrika walikuwa waamini Mungu babu zetu. Sisi wazee wetu walikuwa wanaamini kuna nguvu ambayo ni collective energy ambayo ni universal. Umeona? Ambayo iko connected na kila kitu. That's why walikuwa wana uwezo wa kwenda kukaa kwenye mti wakifanya maombi yao au sehemu za baharini au kwenye mito mikubwa, kwa sababu walichoamini wao ni kwamba kila sehemu kuna specific energy. Kwa kama unahitaji kuomba mvua, lazima kuna mawakala. Ndio. Unapotaka kuomba mvua ina maana kuna nguvu ambayo inahusika specific na mvua. Ndio. Unapotaka kuomba chochote, ndio. Kuna energy ambayo ni specific kwa ajili ya hicho kitu. Na ndo babu zetu walikuwa connected na hivyo vitu. Pia nimeenda mbali pia nikaona watu ambao wanasoma mambo ya astrology, mambo ya nyota. Wale wanaosema mtu mwingine kwa mimi bana nyota yangu ni mzani, mimi nyota yangu bana ni punda, mimi ni mashuke. Nimekuja kuona kwamba kumbe mwanadamu ana nyota 12. Mwanzo ukawa ni nge, lakini still una zote 12 unazo. Ndio. Ni namna tu ya kujua kwamba ile main unaweza ukaba ni nge main, lakini lazima pia una zote. Sasa kwa nini watu wanasema kwamba mimi nimemoa mtu yangu hatujaendana? Kwani kama usikatika zile 12 lazima utakuwa na ya huyu tu, maji pia unayo? Kuna ukienda kwenye astrology sasa huko kuna utofauti unakuwepo kwa sababu hii. Nyota zote zinakuwepo ndani yako. Ndio. 12 kama ilivyo misimu. Ndio. Katika mwaka. Ndio. Yote ziko katika, lakini kuna ile ambayo inatawala sasa maisha yako. Ndio. Kuna inayotawala maybe emotions zako, mfumo wa hisia. Kuna inayotawala pengine labda akili yako, namna ya kufikiria au utendaji. Umeona? Sasa inategemea kwenye maisha yako ni nyota gani ambayo ni main. Umebeba na nyota ya hisia, ya maji au ya nini? Au umebeba na nyota ya nguvu labda ya utawala au ya moto, ya hivyo kitu gani ambacho kimebeba. Kwa hiyo ambayo itakuwa ime main sasa kwenye maisha yako, inabidi ikutane na nyota ambayo ni catalyst ya hiyo nyota ambayo itaendana. Ndio maana unaona sana, ndio maana unaona huo usemo kwamba hatujaendana, kwa sababu kama nyota inayotawala wewe kwenye maisha yako ni ya moto, alafu ukamatch na mtu ambaye nyota yake ni maji, ambaye kwake yeye inayotawala yani yenye nguvu ni ya maji, tayari lazima kutakuwa na collision, kwa sababu maji na moto havivi. Mimi naamini hata kama mtu ulikuwa umeendana naye nyota na imani, kwa kuwa mjai kukaa katika mazingira ya pamoja kwa muda mrefu, labda ndio mkutano ukubwani, lazima kutakuwa kuna ile kutengana. Na tumeona kwa mfano, mimi naamini kila kitu kizuri lazima kutolea jasho. Kuna namna ya kumpimpa huyo mtu alikaa sawa kaenda na wewe? Inawezekana, lakini kuna struggle ni nyingi sana ambazo utazipitia ikiwa tofautisha na ile ambayo utakuwa umematch perfect na yao. Kwa hiyo hata kama mtajua kwamba si hatuendani sawa, lakini mpaka kuja kuibalance hiyo energy kazi utatumia nguvu kubwa sana kuliko yule mtu ambaye wamematch tu pamoja kwamba huyu ni moto na huyu ni upepo ina maana hapo kama ni moto unawaka vizuri, au huyu ni maji, huyu ni udongo zinamwagiliana fresh. Kwa kama huyu ni upepo na
moto wamekutana na huyu ni maji na moto wamekutana, hata kama hawa wanauelewa kuhusiana na hicho kitu katika mfumo wa energy. Hizi zote tunazungumzia ni energy. Mtu kutokujisikia vizuri, yani mtu unakuwa naye tu sawa, mwanzo mnaweza mkawa mmematch mmekutana kwa sababu ya vibe na nini, lakini baada ya kukaa sasa ule muongozo, yani zile sayari za yule mtu zinapokwenda na za kwako zinapokwenda unakuta zinakinzana katika ulimwengu, kwa automatically tu unajikuta haufili tena hicho kitu. Kwa mfano wazee wa zamani walikuwa wanaletewa mke na wengine wanaletewa mume pasipo kujuana. Nini ambacho walikuwa wanakitumia wao? Wazee wa zamani walikuwa very intellectual kwa sababu wao kwanza walikuwa wanaangalia nguvu ya familia. Hiyo familia ni akina nani? Kwa hiyo mtu unaweza mkaishi na mtu kulingana na ukubwa na nguvu ya power ya familia na mkamechi tu vizuri. Inategemea sasa. Ndio maana walichokuwa wanazingatia ni kwamba kama sisi ni wafugaji na tunataka kuendeleza generation ya wafugaji, wanaangalia na hao wanapokwenda kuoa kuna ufugaji wanafuga, kwa sisi ni wakulima, ndio walikuwa wanaoana hivyo kwa kuona wanaangalia character na ule mtu anayekwenda kumuoa analetewa atazalisha kitu fulani anakufaa. Walikuwa wanaangalia hizo energy. Ni system ile japo tu wao tunaweza kusema walikuwa hawajawa advanced, lakini walikuwa wako sahihi kwa sababu wao walikuwa wanaangalia status ya familia, inaitwa characteristic. Kwa mimi nilikuwa pia nataka wakipiga goti jamani, wao wanamuona Mungu wa rangi yao. Sometimes tunaona mambo bana, sometimes in short mtu anatokea kujua kwamba ulimwengu hauko against na wewe, ndio labda wewe ndio against na ulimwengu. Ndio hizo dini ambazo zimeletwa zimekuja kutuweka against na Mungu. That's why tuna struggle. Wazee wetu walijua kabisa Mungu yupo ndani yetu, ndio maana walikuwa hawaombi, walikuwa wana command. There is nothing to beg. Unaomba nani? Kwa sababu kila kitu wewe umepewa na umeumbwa kwa mfano wake. Wewe ndio unaamuru, unatengeneza ulimwengu wako, unaamuru. Kwa sababu huwezi kuwa tajiri kabla hujawa tajiri ndani. Huwezi kuwa pastor kuhubiri kabla hujawa kuhubiri ndani. Yaani lazima kwanza ujikubali hiyo nguvu kwamba hii nguvu mimi ndio ninayo. Unaamnije kuhusu tunasema za elementary? Za elementary? Alijagi hamnaga za elementary. There is no shortcut. Hata kama ikitokea yani kuna source, lazima ipo source. Aidha kuna namna energy yako ulitengeneza mpaka ikafikia hapo mpaka unakutana na hilo zari. Yaani unatakiwa ujue tu kwamba haipo bahati mbaya kwamba mtu umetokea tu, na ikitokea hicho kitu utakaa nacho kitapita. Bana